Twende kwetu. Wakenya warudi Kenya. Wakenya warudi Kenya. So nataka mniambie jamaa hapa, shida ya Kenya huwa gani? Yani ni kipi ambacho kinauma wa Kenya, ama ni kipi ambacho kinafanya wa Kenya wana act this way? I don't understand. Sijaelewa mpaka sasa. Nikujuze tu ya kwamba hapo jana ambapo ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, siku mbili baada ya uchaguzi mkuu ulioweza kufanyika nchini Tanzania ili kumchagua yule ambaye atakuwa kiongozi ama rais wa ile nchi, baada ya kwamba kulikuwa na majibizano ama vute ni kuvute ya waandamanaji ambao walikuwa hawako tayari kwa ule uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan, ambao waliweza kusimama kidete na kusema ya kwamba lazima kuwe na mageuzi na hawataki uchaguzi. Walitaka uchaguzi uambiwe ama usemekane ya kwamba haustahili, hivyo basi ufanywe ule ambao ni ugeuzi ambao wanataka, alafu uchaguzi uendelee. Na wote wale waliokuwa wametekwa walitaka waachiliwe huru ili mradi hao pia waweze kuparticipate kwenye ule uchaguzi mkuu. Ndio pale ambapo waandamanaji walizidi kuingia nchini, na baadhi ya sehemu ndani ya nchi ya Tanzania kama Dar es Salaam kuliweza kutolewa onyo kali na Inspector General wa polisi, ambapo aliwaambia Watanzania wasiweze kutoka nje by saa 12 jioni, ambapo ulikuwa ni muda wa marufuku wa yeyote yule asiweze kupatikana kokote pale nje. Wale wote ambao walikuwa ni wahudumu wa serikali na vile vile waliambiwa waweze kufanya kazi ndani ya nyumba zao pasi kufika maofisini mwao, kwa minajili ya kwamba ile sheria iweze kutekelezwa. So kwa sababu ya hivyo Wakenya nao wakajitokeza na kusema kwamba nyinyi ni ndugu zetu wa Tanzania, hatuwezi tukaona mnateseka tukiwa tuko hapa. So Wakenya wakajitokeza kwa wingi sana na manga boda pale, ambapo waliweza kutoka kwao majumbani na kushika mabango na kusema kwamba tunaingia kwenye ule mpaka wa Kenya na Tanzania, tuweze kupenya ndani ya Tanzania ili twende tukasaidie Watanzania wenzetu kwa kuandamana, kwa sababu kazi ni kama inakaribia kuwashinda. Ndio pale ambapo baadhi ya Wakenya vile vile pamoja na wale ambao ni afisa wa usalama jeshi la polisi vile vile ndani ya Kenya waliweza kusimama pale ambapo ni border na kujaribu kuwazuia baadhi ya Wakenya ambao walikuwa wanataka kuingia Tanzania na kuambia kwamba rudini kwenu, huku sio kwenu. Na ikafika wakati paka polisi anasikika kabisa ambaye alikuwa anasema kwamba Wakenya waende Kenya na Watanzania waende Tanzania. So kwa sababu ya hayo yote yaliyoteza kutokea pale na manga boda, kunao baadhi ya polisi wa Kenya na wa Tanzania ambao hawajajulikana ni nani mpaka sasa, ambao waliweza kutimiza ama kutekeleza unyama huu, ambapo baadhi ya watu wawili ambao ni wa Kenya waliweza kuuliwa pale kwa kupigwa risasi. Isijulikane ya kwamba risasi hizi zimetoka kwa polisi ama zimetoka kwa bunduki za polisi wa Kenya au polisi wa Tanzania. The Kenyans were part of the large crowd that invaded the border post in an attempt to gain entry into neighboring county to join the Tanzanian counterparts who were protesting against what they termed unfair election. The two Kenyan victims who sustained critical gun wounds on their abdomens were rushed to the Kajiado County Referral Hospital for treatment, but lucky wasn't on their side. They faced what we call death. So unaona kabisa hapa kwamba yani tuseme ni kwamba okay, let me continue. Acha nimalizie ni yapo. According to Kajiado County Commander Alex Shikondi, the two Tanzanians who were shot dead were aged 27 and 28, and they were gunned down by the border police. So wamesema kwamba hawa kuna Wakenya wawili ambao wamepigwa risasi
wakaenda wakakufia hospitali, na Watanzania wawili pia, ambapo mmoja ako na miaka 27 na mwingine 28, ambao waliuliwa pale pale kwenye ile boda, lakini hawakusema kama ni polisi kutoka nchi gani. Wamesema tu ya kwamba waliuliwa na wapolisi ambao wako kwenye mpaka. He noted, na huyu Andrea amesema hivi, ni komanda wa nchi ya Kenya, huyu ambaye anajiita Alex Shikondi, ambapo ndo alikuwa ametoa hizi taarifa hapo jana. He noted that the officers were shooting in frenzy from the Tanzanian side at the protesters who were on the Kenyan side when the two were hit. Hebu tusome tena hii kizungu kimombo yao hapa tujue walikuwa wanamaanisha nini hapa. Huyu komanda alisema kwamba the officers were shooting, yani hawa ambao ni mapolisi walikuwa wanapiga risasi kutoka upande wa Tanzania kwa wale ambao ni waandamanaji ambao walikuwa upande wa Kenya. So polisi, hatujajumbiwa kwamba polisi walikuwa ni wa Kenya ama ni wa polisi ama ni wa Tanzania, lakini walikuwa ni polisi ambao wamejieka upande wa Tanzania, ambapo walikuwa wanarusha risasi kwa upande kwa Wakenya ambao walikuwa wanataka kuzama ndani ya Tanzania ili kuenda kuleta ile ambayo ni maandamano. Meanwhile, the protest along the Namanga border assured on Thursday morning after section of Tanzania reportedly overpowered the officer manning the border and crossed over the Kenyan side. So kunao baadhi ya Watanzania vile vile pia ambao waliweza kung'ang'ana kwa kisa pale, yani kwa nguvu, ili mradi waweze kuwashinda nguvu hao ambao ni polisi wa pale boda, na wakaingia sehemu ile ambayo ni ya Kenya. So ladies and gentlemen, kitu ambacho I was just here asking myself, nilikuwa najiuliza tu, ni nani ambaye ameroga Kenya? Yani who witched our neighbors Kenyans? Ni kina nani ambao wamewafanya mpaka wa Kenya wamekuwa na ule ujasiri mpaka wakufa na kumwaga damu kwa minajili ya nchi jirani? Yani Kenya sahi wamefika Gen Z. These are Gen Zs. Kama umeambiwa mtu ako na miaka 27 na 26 na 27, 28, these are Gen Zs. Hawa ni vijana wadogo ambao labda hata wengine hawajaoa, hawana watoto, hawajaanza maisha, they are still depending on their parents. Lakini ndio hivyo, mwisho wa siku, kwa sababu ya kutetea haki ambayo wanasema ni haki ya nchi jirani ambao wameenda kuitetea, imefanya mpaka hao wapoteze uhai wao. Kunayo baadhi ya video ambazo siko tayari kuziweka hapa, zinaonyesha kunaye jamaa ambaye alikuwa amepigwa risasi ya mdomoni ambayo alikuwa yavuja damu zikionekana, na utasikia kwenye ile kundi la watu ambao wanamfuatafuata wakisema kwamba anavuja damu ya mdomoni, amepigwa risasi ya mdomoni, basi damu zinatoka na mbele na upande wa nyuma. It's so shocking. Unasikia wengine wanasema huyo ni Mkenya, huyo ni Mkenya, huyo ni Mkenya. So unapata ni vita ambavyo haviwahusu mbele wala nyuma, wenyewe wanasema, lakini angalia, wamevuja damu na wengine kuuliwa, kisa na maana wameenda kutetea haki ambao hata ile haki ikipatikana hao wa Kenya haiwasaidii kwa lolote lile. So ladies and gentlemen, nataka nipate ama nikupe fursa kwenye comment section hapo uweze kuniandikia, unahisi ya kwamba Wakenya wanachokifanya wanafanya sahihi kwenda Tanzania ili nao pia vile vile waweze kusaidia watu wa Tanzania kwa kuandamana? Je, unahisi kuna usahihi wowote? Na ukishajibu hilo swali, nitakuuliza swali lingine, nikuuliza kwamba je, unahisi ya kwamba endapo Kenya kutatokea maandamano yoyote yale ambayo yatakuwa yamesababishwa na post election, unahisi ya kwamba Watanzania pia watakuwa wako na deni la Wakenya, kwamba hao pia waweze kuvuka mpaka wa Tanzania na Kenya na kuingia zao Kenya ili mradi waweze kuungana na Wakenya kuandamana? Je, unahisi hiyo ni sahihi ama itakuwa ni sahihi? Na je, unahisi ya kwamba endapo Kenya kutakuwa na maandamano ya post election ama during election, endapo Watanzania hawataingilia kati kwenye mitandao ama physical wenyewe kujitokeza na kuingia ndani ya Kenya kama vile ambavyo Wakenya wameweza kuonyesha wenzao, unahisi ya kwamba Watanzania watakuwa wamekosa shukran ile ambayo watakuwa wamewaacha majirani zao? Kunaye mmoja ambaye alikuwa amekuja nimeona amesema kwamba wanasema kwamba semis, yani kwenye football kuna semis, kuna quarters, alafu kuna final. No, inaanza na quarters, alafu semis, then finals, ambapo no, it's quarters, semis, then final, ambapo wenyewe walikuwa wanasema quarter imeanza Tanzania,
semis zitakuwa Uganda na final itakuwa ndani ya nchi ya Kenya, ambapo sahino tunasubiria Uganda wanaendelea na kampeni zao pale, ambapo wanataka kumchagua rais wao kwa mara nyingine. Baadhi wengine wanasema kwamba wanataka kumgeuza yule mzee na kumweka kijana mwenzao, ambapo kuna mshikamano pia wa vita ambao umepangwa ndani ya Uganda. Yetu ni jicho na kuomba kila kitu kiende shwari na kusitoke damu kama zile ambazo tunaziona zinatoka ndani ya Tanzania. So it is what it is, ladies and gentlemen. This is KG Chwane. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.